Huko Mount Kenya. Na Your Excellency, mimi sina maneno mengi, nataka kukubaliana na Bishop Ruto na Archbishop Ole Sapit kwa sababu wametueleza mambo ambayo wanataka kufanya ni ya kutusaidia, ama wameweka hata project na wametuonyesha hapa wako na project ya mjengo ili wajenge manyumba. Na wewe mwenyewe pia uko na project ya kujenga manyumba. Na hiyo project yote iko sawa sawa kwa sababu ukisoma Your Excellency, ukisoma John 14, unajua huyu Murkomen anakaa na mimi anaona mimi kama si Mkristo. Mimi ni Mkristo kabisa. Ukisoma John 14 kwa verse fulani ambayo siko sure kabisa ni gani na sitaki niseme ni gani. Iko mahali Yesu amesema yeye ameenda huko mbinguni kujenga manyumba. Na wewe mwenyewe unajenga manyumba. Na Archbishop mwenyewe pia anajenga manyumba. Kwa hivyo manyumba yote ijengwe na itakuwa sawa sawa. Your Excellency sir, pia nimemsikiza Archbishop amesema mambo mzuri sana, akasema mambo ya watoto pia, hata akasema tuweke watoto 4. Na mimi naomba sana Archbishop, hiyo maneno isikue imefika nyumbani. Naomba sana isikue, kwa sababu tayari mimi nilikuwa nimeshika laini, sasa nimesikia umekatiza hiyo laini. Lakini mimi nakubaliana na wabunge ambao wameongea mbele yangu. Your Excellency, wamesema hakuna mtu mwingine mwenye angetoa hii Kenya kwa mtaro isipokuwa wewe. Sisi ni kama watoto, unajua Your Excellency. Mtoto anaamini baba yake. Sasa sisi tukisikia iko shida tunauliza William Ruto ameambiwa hiyo maneno, kama ameambiwa itasuluhishwa. Tukisikia sijui bei ya nini naenda wapi tunaambiwa William Ruto akijua hiyo itakuwa sawa sawa kwa sababu wewe ndiye baba yetu. Kwa hivyo Your Excellency, sisi hatuna maneno mingi. Mwisho kabisa Your Excellency, nikija hapa nilipatiwa lift na mtu anaitwa Kawanjiko. Siku hizi amekuwa mtu ako na network sana. So mimi nilipita juu, mimi ninachungulia chini naona wakulima wa hapa wamevuna mahindi. Kwa hivyo watu walishika mambo mawili. Unajua ile siku tuliambiana mtu afanye ile kitu anataka kufanya. Ukatupatia fertilizer, mwenye anataka kwenda shambani aende shambani. Wakulima wa hapa wakaenda shambani na wamepanda mahindi na wakavuna mahindi. Wengine tena wakaamua wanataka kuvaa sufuria kwa kichwa. Sasa mtu alikuwa anaamua ile kitu anataka kufanya. Wakavaa sufuria kwa kichwa, wakavaa sufuria. Wakulima mahindi wakalima hapa. Lakini iko kitu moja ni lazima tuelewane na hiyo watu ya kuvaa sufuria. Kuvaa sufuria iko na gharama. Hiyo mahindi sisi ndio tulipanda, tukapalilia, tukaweka fertilizer. Kwa hivyo ni lazima inunuliwe na ile bei, hiyo mahindi inafaa kununuliwa. Haiwezekani unavaa sufuria kwa kichwa na tena ukifika hapa siku ya bei unaanza kutuambia ati hutaki kulipa mahindi. Mahindi tutakuuzia ile bei yenye tunataka kwa sababu wakati tulikuwa tunalima wewe ulienda kuvaa sufuria na mambo yote itakuwa sawa sawa. Asanteni sana watu ya hapa Uasin Gishu na watu ya hapa Eldoret kwa kutupatia rais anaitwa William Ruto. Nyinyi mnajua William Ruto pale Mount Kenya. Sijui hapa ni wapi lakini mimi najua nyinyi mnajua pale Mount Kenya ni bedroom ya mtu anaitwa William Ruto. Pale ni bedroom ya William Ruto. Pale ni bedroom kabisa ya William Ruto. Na nyinyi wote mnajua pale ni bedroom ya William Ruto na watu wote wa Mount Kenya. Your Excellency, nilitoka hapo Mount Kenya, Momingala, mambo yote iko sawa sawa. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana Senator Wanyandarua. Nafikiri umesema ile mambo inahusu hapa. Your Excellency, nataka kuchukua nafasi hii